channel, ladies and gentlemen. Jimbo la hip hop. Nachukua nafasi hii. Najua time ni kitu cha thamani sana, na najua watu wengi kwenye mambo mengi sasa hivi. Nataka kusema asante kwa dua nyingi. Zaidi ya watu 25,000 haraka kwenye story yangu, na DM nyingi za dua, baraka, maombi. Kila mwenye dua njema, dua itarudi kwake. Kila mwenye baraka kuomba baraka itarudi kwake. Kila mwenye kuomba heri na neema itarudi kwake. Kila mwenye kuomba uzima utarudi kwake. Nashukuru sana. Appreciate ni kama mawazo yangu alivyonituma. Siko peke yangu, sina haja ya kupitia hiyo hali peke yangu. Kwa kweli nime-experience kitu sijawahi kwenye maisha yangu. Nimeona rangi sijawahi kuiona kwenye maisha yangu, na ni kitu ambacho kimetokea haraka sana. Nisingependa kwenda kwenye details nyingi kwa sababu katikati kuna biashara za watu, na ni mimi tu ndo nimepata hiyo challenge, lakini watu wengine hawajapata hiyo challenge. Kwa hakuna kitu personal. Food poison ndo kitu kilichonipata mimi. Normally mimi ni mtu ambaye na familia, I have beautiful wife, kids home. Bado naishi kwenye mazingira ya watu wangu. Wote tuna mazingira ya kula sana nyumbani. Ni mara chache sana ikatokea kula chakula barabarani, lakini mostly tuna mazingira ya kula nyumbani. Kwa nitoka nyumbani mapema, nilikuwa na appointment na Jinako, na around saa 5 maybe. Sema saizi tunakokwenda tumechelewa. It's better tuende tukiwa tumeshiba, tusifike hapo tukaanza kuulizia chakula au kuwa juu tena kwa ajili tunasikia njaa. So tukapitia chakula somewhere barabarani. Nilikuwa mimi na watu wangu, na wakati tunauziwa kile chakula hakuwa na mtu anajua hiki chakula anaenda kula nani. Kwa maelezo ya kitaalamu nilielewa, kwa mfano let's say unanunua chips, inaweza kuwa kiazi kimoja tu kina food, kina sumu ambacho ndo wewe ukaenda kula. Kwa hiyo haikuwa kitu personal, ni kitu ambayo imetokea bahati mbaya. Ndio maana sio vizuri kwenda kwenye details, kwa sababu hiyo ni sehemu ambayo watu wengi sana wamekula kabla ya mimi na baada ya mimi, na kitu kimetokea. Kwa hiyo baada ya chakula tulienda kwa Jinako, kafanya ambacho niliplan kufanya na mshikaji wangu. We finished the job, tukaagana fresh pale. So hali ilizidi kuchange kuanzia mida ya saa 10:30 hivi. Najua watu wako kwenye position tofauti saizi. Wengine wanapata lunch, wengine wanapata hiki na hiki. So siwezi kuwapa details ambazo zikaribu hali yao, lakini hali ilianza kuwa mbaya pale. So nilipoteza maji mengi sana kwenye mwili kwa muda mchache, ambayo ilikuwa hata ukiniona unaweza kusema jamaa labda anaumwa for month, lakini ilikuwa ni few hours tu, back to back. Hata kuweza kusimama ile huwezi. The energy is gone, hali ya kibinadamu is gone. Una rangi ambayo sijawahi ku-experience before. Najua imewastua watu wengi sana taarifa yangu, hata mimi nilinistua pia. Then nikakumbuka, for example, mimi wana receive calls kwenye, kwa mfano Jux wananipigia. Mostly wananitumia chat zinatoka na kunipigia, na niambia my brother, I know your lifestyle yako, lakini inabidi uwe unashare hivi vitu na watu wako, wawe wanaona wanachokisupport. Wewe ni mtu kimya, una kelele,
lakini kazi yako ina kelele. Kwa hiyo wewe unaposti hizi vitu kwa kuonesha mashabiki wako wanachokisapoti kina grow kila siku, whether upo mtaani au upo mtaani, upo hewani au upo hewani. Appreciation. Also Mario huwa ananipigia kuniambia, unajua Mario is a new generation kid. There's a moves ambazo wao wana moves OG kama sisi, we move different. So huwa ni mdogo wangu au nasema ni family, mtu ambaye hao ni watu wawili ambao hawaofii kuniambiaga kitu ambacho naona bro ungekuwa unafanya na hiki iko bidisi, ingekuwa hivi. So huwa nawaheshimu. Na moja kati taarifa niliona, imagine Chinako kaamka asubuhi na kupigia simu upokei au mfanye kitu ambacho umeplan kufanya na ulikuwa nayo usiku, lakini kumbe kuna kitu kimekutokea, wewe umeona ukae kimya tu. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wananitegemea kwenye channel tofauti. Kwa kushare ile taarifa ilikuwa ni I'm not alone, unajua siko peke yangu. Na nashukuru, like I say, watu wengi wamenitakia baraka, watu wengi wameniombea dua, watu wengi wameniombea afya njema. Ni faraja, ni kitu kimenipa nguvu kwa namna moja au nyingine. Of course naendelea poa, taratibu, nguvu imepotea, ile hali ya kuwa kawaida haipo, chakula bado hakipiti vizuri kwenye mwili, but we get there, takuwa poa. Appreciate the energy, appreciate the love. Nashukuru sana. Shukuru, appreciate. So niseme tu, ili ni funzo ambalo limenifunza mambo kadhaa. Siku zote naheshimu maisha. Unajua wanasema ukitaka kuheshimu maisha tembelea hospitali mara kwa mara. So nashukuru kwa hii nafasi ambayo nimeipata, na naahidi kuitumia tofauti kama nilivyosema. Naahidi kuitumia tofauti sana. Vitu vingi vitabadilika kwa sababu kwenye maisha yangu bana, mimi nimepita sana kwenye tundu la sindano kufika hapo. Nimenusulika kwenye njia nyingi sana tofauti, barabarani, kwenye maji, wapi. So kuna siku naweza kuwa na time nikawapa story hiyo kidogo, lakini kwa sasa nataka kuelewa kwa nini nimeshikilia uhai hapa kwenye mikono yangu, na kwa nini nimeshikilia hii game hapa kwenye mikono yangu. Kuna sababu kubwa za kimungu na sababu kubwa za watu wangu, na tutakwenda chini zaidi, tutachimba zaidi kuhakikisha tunakutana na hizo sababu. Asanteni sana, alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sina mengi ya kusema zaidi ya appreciation. God bless you all. Thank you.